Bwana Wakristo wanasema akamtazama, akamkazia macho, sijui akampenda. Sasa hiki kitu kimetokea kwa Baba Kalobo. Baba Kalobo bwana ameweza kumwambia ama ameweza kumweleza ukweli bibie Mdoli, na hii ni mara baada ya Mdoli kutaka kumweleza hisia alizonazo juu ya upendo kwake. Sasa baada ya Baba Kalobo kumweleza kwamba anahitaji kumfanya bibie Mdoli aweze kuwa mama yake na Karobo, watu wengi wameweza kufurahia na hili swala zima la Baba Kalobo kukonfirmu mahusiano yake kwa bibie Kalobo. Je, binti Mdoli ataweza kumkubalia Baba Kalobo? Ni dhahiri shairi kwamba bibie Mdoli atamkubalia Baba Kalobo, lakini kwa namna ambavyo ninaitazama episode hii, bibie Mdoli lazima atajaribu kidogo kumchenga Baba Kalobo, asimkubalie moja kwa moja, kwa sababu mapenzi bwana yanahitaji mzunguko kidogo. Lakini kwa kweli bibie Mdoli naye alikuwa akihitaji kumweleza hisia alizonazo za kimapenzi Baba Kalobo. Lakini nikukumbushe tu kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kushare channel hii na kushare video ili tuweze kuwa sambamba zaidi, na usisahau kuwa karibu na mimi kabisa ili niweze kukujuza yale ambayo yamejiri kwenye episode hizi. Sasa bwana, kitendo ambacho kiliwaumiza mashabiki wengi ni mara baada ya Baba Kalobo kuhitaji kunywa vidonge zaidi ya 20 ili aweze kuyatoa maisha yake. Sasa bibie Mdoli aliweza kuumizwa na hiki kitendo, na ninaamini watu wengi wameweza kukerwa na kitendo hiki cha Baba Kalobo kutamani kunywa vidonge ili aweze kuyaondoa maisha yake. Na hii ilikuwa ni kutokana na kwamba alikuwa amekosa tumaini kabisa la bibie Mdoli kuweza kupona na bibie Kalobo kuweza kurejesha kumbukumbu zake. Sasa ni sauti ya Kalobo ndiyo iliyoweza kusababisha Baba Kalobo akarudi tena duniani, akasitisha swala zima la kuweza kujiua. Sasa kitendo ambacho bibie Mdoli amekifanya hapa baada ya Baba Kalobo kutaka kunywa vile vidonge, alichokifanya Mdoli kwa kweli mimi mwenyewe nimeweza kumpongeza, nimeweza kufurahia swala hili, kwa sababu alichokifanya ni kuweza kuzificha aibu za Baba Kalobo. Kama ulifuatilia, kuna namna ambavyo bibie Mdoli alivificha vile vidonge ili bibie Kalobo asiweze kuona kwamba baba yake alitaka kujioverdose na kutaka kuyapoteza maisha yake. Sasa alivichukua vile vidonge kimya kimya bila Kalobo kuweza kuviona, na hili ni swala ambalo wanawake wengi mnatakiwa muyafanye mkiwa kwenye ndoa, au hata kama mko kwenye ndoa, muwafichie wanaume zenu siri, kwa sababu kama tulivyoona hapa, bibie Mdoli hakuhitaji bibie Kalobo awe na maswali mengi kuhusiana na baba yake kutaka kumeza vidonge vile. Na Baba Kalobo kwa kweli kitendo ambacho alikuwa anakifanya kilikuwa ni kitendo cha kipuuzi kweli, kwa sababu sio vizuri kuweza kuyapoteza maisha yake. Alitakiwa angalie huku nyuma na acha akina nani. Sasa watu ambao mnapitia situation kama hizi, mjaribu kujifunza kitu kutoka kwa Baba Kalobo pamoja na bibie Mdoli. Bibie Mdoli kwa kweli aliweza kuumia sana na kitendo hiki ambacho Baba Kalobo alitaka kukifanya, kutaka kuyagharimu maisha yake kwa sababu ya vitu vya kijinga. Ni sawa, lakini kutakiwa kukata tamaa kama hivyo hata kama alikuwa na maumivu kiasi gani. Sasa kitu ambacho kimeweza kuwafurahisha pia watu wengi mashabiki, na ni kitu ambacho ningependa tukizungumzie zaidi, ni swala zima la bibie Mdoli kutaka kumwambia ukweli Baba Kalobo ya kwamba anampenda. Na Baba Kalobo hapo sijui kama alifahamu kwamba bibie Mdoli anataka amwambie nini. Alichoamua ni kupropose kabla yake. I mean kwamba ameamua kumwambia kwamba Mdoli anataka amfanye awe mke wake rasmi. Sasa vipi, ni kitu gani ambacho kitatokea pindi ambapo Mama Karobo atagundua kwamba Baba Kalobo sasa hivi yuko na penzi jipya? Kwa sababu bwana, hakuna mtu ambaye alitengana na mwenzie. I mean kama ni mke na mme wameachana, yani mtu aone mwenzake amepata furaha, yani amemove on, hicho kitu watu wengi huwa wakifurahi kabisa. Yani kwa mfano mimi nina demu halafu nimeachana na huyo demu, baada ya kuachana na huyo demu halafu nikute baadaye ana mshikaji mwingine, hii kitu itaniumiza sana. Sasa hiki ndo kitu ambacho kitatokea kwa Mama Karobo. Sasa kisa kingine kitatengenezwa hapa. Mama Karobo baada ya kugundua kwamba mahusiano ya hawa watu wamekuwa wakipendana zaidi, ninafikiri na ninaamini lazima atafanya ushenzi tena kama aliofanya mwanzo. Lazima
lazima hapa kuna mtu ataumia kati ya baba Karobo au Bibi Mdoli. Sasa tuachane na huko, tuje upande wa pili kwa Fashion. Sasa Fashion bwana, tunakumbuka kwamba na tunafahamu kwamba maisha yake ya ndoa kwa sasa ni ya taabu. Anapitia changamoto nyingi sana kwenye ndoa yake na Bibi Kizibo, lakini sehemu zaidi ama sehemu maalum ya kuweza kupata furaha yake na kuweza kuondoa matatizo yake ni kwa Bibi Nasra. Hana sehemu nyingine ya kuweza kupunguza mawazo. Sasa Bibi Nasra alionekana kuwa na ugumu katika kumpokea Mr. Fashion, lakini mwisho wa siku aliamua kumkubalia aweze kuingia hapo ndani waweze kujadili swala la kuhusiana na maisha yao. Sasa ninavyoitazama hii episode ni kwamba Mr. Fashion muda si mrefu atakwenda kuingia sasa kufollow in love deeply na huyu mwanadada Nasra. Sasa usichokijua ni kwamba Nasra kwa sasa hataki kabisa masuala ya mahusiano, lakini itambidi kwa sababu Mr. Fashion kwa sababu ya tabia zake alizonazo ni rahisi sana kwa Nasra kuweza kuvutiwa na bwana mdogo Mr. Fashion. Kwa hiyo ninafikiri kwamba hawa watu watakwenda kuingia kwenye relationship soon as possible. Sasa hatujui kwa mtaalamu wetu bwana Rufa, kwa sababu kama tulivyoona Rufa sasa hivi ameshazianza hatua zake za kuweza kumnyofoa Kizibo kutoka kwa Mr. Fashion. Sasa hizi vitu bwana, itatokea vita kali sana kati ya Mr. Fashion pamoja na jamaa yetu Mr. Rufa, kutokana na kwamba kwa sasa Rufa ameanza harakati zake za kuweza kumuumiza Mr. Fashion. Yani vipi kama ataamua kumtumia huyu bibi, na kama tunavyofahamu ni kwamba huyu mwamba ana mapenzi ya ukweli kwa huyu Kizibo, anampenda sana Nasra. Na ni kitu gani kitatokea kama Nasra naye ataamua kujiingiza kwenye mahusiano na Mr. Rufa, kwa sababu kama tunavyofahamu Rufa ni mjanja sana na atawateka wote wawili kwa pamoja. Itakuwaje kwa Mr. Fashion? Atajisikiaje wakati huo? Sasa hayo sio yaliyotuleta to take break kwa ufupi kabisa, na nikukumbushe ulike, ushare video na pia usisahau kusubscribe kwenye channel hii. Lakini pia ndugu wapenzi watazamaji, ni waombe muweze kulizungumzia swala zima la baba Karobo na tuweze kumpongeza Bibi Mdoli kwa sababu ameonekana kuwa na moyo wa huruma na kuweza kumfichia siri baba Karobo, kwa sababu angeweza kumtamkia mbele ya Karobo kwamba baba yake alihitaji kujiua. Hii ilikuwa ni fedheha kubwa sana na ilikuwa ni aibu kubwa sana. Hivyo basi tuweze kumpongeza Bibi Mdoli kwa kitendo ambacho ameweza kukifanya, na tutarajie ndoa hivi soon tu. Lakini japokuwa ninaamini kwamba ndoa yao baba Karobo pamoja na Mdoli itakuwa na vikwazo vingi sana, kwa sababu pindi ambapo mama Karobo talijua hili lazima taenda tena takimbilia tena kwa waganga huku waweze kuwafanyia vitu vya kijinga.